Niweze kuzungumza na Watanzania kupitia kwenu waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali. Ni kwamba ili kuweka mambo sawa ya kinachojiri katika makambi yetu ya wakimbizi yaliyoko kule Kigoma, kwenye kambi la Mtendeli ambalo liko wilaya ya Kakonko na kambi la wakimbizi la Nduta ambalo liko wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma. Ni kwamba mwaka jana kwenye mwezi wa 9, shirika moja lililoko nchini Japan lijulikanalo kwa jina la Uniqlo lilitoa msaada kwenye makambi hayo mawili ya wakimbizi wa marobota ya nguo kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Lakini kwenye marobota hayo ikagundulika wakati wanawagawia wakimbizi nguo zilizokuwa kwenye marobota hayo, ikabainika kwamba kuna nguo ambazo ni sare za kijeshi zilikuwa zinakwenda kuwagawia hawa wakimbizi. Na kwenye kambi la Mtendeli lililoko wilaya ya Kakonko kulikuwa na nguo ambazo ni sare za kijeshi 1325, na kwenye kambi la Nduta ambalo liko wilaya ya Kibondo nguo 622. Kwa hiyo jumla kulikuwa na sare za kijeshi 1947. Katika hali ambayo serikali inayoongozwa na Dr. John Pombe Magufuli, serikali ambayo ina vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo makini, vyombo ambavyo vinatuhakikishia usalama katika nchi yetu, nguo hizi kwa vyovyote vile ilikuwa zibainike. Lakini mimi kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa kutafakari uzito na unyeti wa jambo hili, na ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inayoongozwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli inaendelea kuwa salama, na ili masuala kama haya yasijirudie mahali popote, nimeamua kuchukua hatua ya kuwasimamisha kazi viongozi mbalimbali walioko kwenye idara yetu ya huduma kwa wakimbizi. Na nalazimika kufanya hivyo kwa sababu haingia akilini, pamoja na kwamba ni misaada, lazima misaada hii, na ndiyo maana idara ya wakimbizi iko Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kwa sababu za kiusalama, kwamba kule kwenye chanzo ambako misaada hii inatoka lazima maafisa wetu wajue nini kimefungwa kwenye marobota haya kabla hata ya kuingizwa makambini. Na hivi karibuni tulikuwa kwenye mchakato rasmi wa kuwarudisha makwao baadhi ya Warundi ambao walikuwa tayari kwa hiari yao warudi Burundi, kwa sababu nchi yao sasa imetulia. Kwa hali kama hii, kwa vyovyote vile, nchi ya Burundi lazima itakuwa na mawazo hasi kwa Tanzania kwamba sare hizi zilikuwa zinalenga sisi kuwapatia wakimbizi
kwa maana ya kujiunda kijeshi wakati ni Warundi. Lakini pili ni kwamba tunapeleka hisia kwa nchi ya Burundi kwamba hawa tunaotaka kuwarudisha makwao na wako tayari, na sasa tunawapa sare za kijeshi, Burundi hawatakuwa tayari kupokea au kuendelea na zoezi hili muhimu. Lakini pia kwa vyovyote vile, kama leo tumeweza kubaini hizi sare za kijeshi, hatujui kesho na kesho kutwa, tusipoendelea kuwa makini tutakuta silaha kwenye marobota, ati kwa sababu ni misaada inayotoka kwenye mashirika ya kimataifa. Hiyo sio aina ya serikali ambayo Rais Dr. John Pombe Magufuli anaitaka. Kwa hiyo wafuatao hawa inabidi niwasimamishe kazi, na katika kuwasimamisha kazi namuelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ndani ya siku 2 awe ameunda tume ya kiuchunguzi yenye wataalamu ili wachunguze kwa undani, tuone nini ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye marobota haya kwenye kambi hizi. Na baada ya siku 2 kuwa ameunda tume hii, katibu mkuu hakikishe ndani ya siku 10 baada ya kuunda hiyo tume awe amekamilisha uchunguzi na taarifa hiyo iwe imenifikia ofisini baada ya siku 10. Wa kwanza ambaye namsimamisha ni Harrison Mseke, ambaye huyu ndiye mkurugenzi wa idara ya huduma kwa wakimbizi. Wa pili ni Deusdedit Masusu. Huyu yeye ni mkurugenzi msaidizi wa idara ya huduma kwa wakimbizi upande wa management ya makambi na makazi. Wa tatu ni ndugu Selemani Mzirai. Huyu yeye ni mkurugenzi msaidizi wa idara ya huduma kwa wakimbizi akishughulikia usalama na operation. Wa nne ni bwana Peter Bulugu, ambaye yeye ndiye mkuu wa kambi la wakimbizi la Nduta lililoko wilaya ya Kibondo. Wa tano ni ndugu John Mwita, ambaye yeye ni mkuu wa kambi la wakimbizi la Mtendeli lililoko wilaya ya Kakonko. Lakini kuna huyu bwana anaitwa Tony Laizer. Huyu Tony Laizer yeye ndiye mratibu wa wakimbizi kanda ya Kigoma. Sasa huyu namuelekeza katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi au uarifu uongozi ambao ndio yuko kwenye mamlaka yake, ili aweze pia kuchukuliwa hatua. Nataka nitoe wito pia kwa Watanzania waendelee kutupa taarifa kwa vitendo vyovyote ambavyo vinalenga kuhatarisha usalama wa nchi yetu, na taarifa zao tutazifanyia kazi. Asanteni sana. Naomba bwana, leo hakuna maswali, mkimbie mkachakate taarifa zetu hizi. Nini? Nyazi fana majina nilikuwa nataja, atawapa pia karatasi ya ziada. Lakini harakisha wakimbie hawa. Hapana, mkimbie. Mkimbie. Nyingine hii hapa, ongeza na hii. Mniwe radhi kweli kweli. Siku zote huwa na mimi maswali tunaulizana. Katika hili mkimbizane.